Habari wapenda haki na amani wote. Mimi naitwa Claudius Haule Ligendaika, ambaye ni mwenyekiti wa Chadema wilaya ya Songea na mwenyekiti wa Bazecha kanda kusini inayoongoza Lindi, Mtwara na Ruvuma. Nimelazimika kujitokeza kutoka kitandani laumu ili kuchangia hoja yangu ambayo imetokana na maumivu ya hotuba mbaya inayowaumiza Watanzania ukaribu wote aliyoitoa jana Rais Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hotuba ya jana amelazimika kujitia hatiani yeye mwenyewe, yaani amekiri kwamba ni yeye aliyotoa amri ya kuwa raia wanaoandamana. Sasa hotuba hii ilitokana nini? Ilitokana na mamlaka kikatiba. Katiba yetu mbovu, hatuwezi kufanya chochote Rais Samia, na ana haki ya kujivunia katiba, anasimamia kwenye katiba. Sasa tufanye nini? Kwanza turejee makosa alianza wapi. Makosa yalitokana na katiba yenyewe kukinzana yenyewe, yaani sheria moja inakinzana sheria nyingine. Kikatiba inasema hivi: ni haki ya raia kuchagua au kuchaguliwa kuwa kiongozi. Lakini katiba hiyo imehalalisha rais kuteua tume huru ya uchaguzi. Akiteua tume huru ya uchaguzi rais, na ambaye ametokana na chama kimoja, maana yake atahujumu vyama vingine, na hivi sheria ya kuchaguliwa kuwa kiongozi haitatimizwa, haitatekelezwa kwa haki. Mimi nashangaa waliotunga hawa katiba hawakuliona hivyo. Yaani unatunga katiba, sheria hii inapingana na sheria nyingine. Majaji na wasomi, maprofesa walitungaje hiyo sheria hii? Ndio maana toka 1995 vyama vya pinzani vimelalamika kuendelea kudai katiba mpya mpaka hii leo 2025. Dola inabidi itenganishwe na rais. Sasa katiba hii tunayoitumia sasa imempa mamlaka rais kutoa amri kwa dola. Akitoa amri kwa dola, atapendelea chama chake. Sasa mimi nina pendekezo na ushauri Rais Samia ajiuzuru ili kupisha serikali ya mpito itakayounda tume ya maridhiano, the Commission of Reconciliation. Hii tume tutasemeana, tutalipizana kisasi, lakini itakuwa vile vile na wajibu, hiyo serikali ya mpito, wajibu wa kutunga na kuunda katiba mpya
ndani ya katiba mpya itatungwa sheria za kuunda tume huru, lakini tusipofanya hivyo, raia tukijivunia tu maandamano, Samia atatumia mamlaka yake ya kikatiba hii bovu kuangamiza, kuwa raia kihalaiki. Tutapitisha maangamizi ya raia ya kihalaiki, maana yeye atajivunia katiba. Sasa na kama maandamano hayo yataweza kuangusha serikali ya Samia, maana yake hapo jeshi litachukua mamlaka, na kisaikolojia na vivyo hivyo kijamii na kisiasa, jeshi limeonekana kuambatana na CCM. Kwa hiyo ni watu wale wale wataingia madarakani, na itakuwa ngumu sana kutoa serikali ya kiraia. Nafuu kumlazimisha Rais Samia na serikali yake, yaani rais, wabunge, madiwani na wenyekiti wa serikali za mtaa wajiuzuru, iundwe serikali ya mpito yenye uhuru wa kutunga katiba mpya, yenye uhuru wa kuunda tume ya maridhiano ili kulinda kusamehewa. Tusameheane, kwa sababu tukitaka kuadhibu watu, tukitaka kisasi, hao watu hawatatoka madarakani. Maanake wataogopa kisasi. Kisasi kile kitakuwa kikali sana. Ni bora kupitisha serikali ya mpito, kuunda tume ya maridhiano ambayo itakayowalinda wa viongozi watakao safu, watakaojiuzuru, kulinda amani, na hivyo kutakuwa na sasa na katiba mpya itakayoundwa. Ndani ya katiba mpya itatoa sheria za kuunda tume huru ya uchaguzi. Nje ya sheria hii hapo, Tanzania itaangamia. Mimi natoa ujumbe, nina wasiwasi hapa, ninaweza kutekwa, licha kwamba nimeamka kitandani sijao mzima, lakini ile hotuba aliyotoa Rais Samia Suluhu jana ya majigambo ya kutisha kutisha raia, kudharau mamlaka ya raia, imesikitisha na imelazimika kujitokeza kutoa ushauri huu. Na hii yote ni katiba bovu. Mtu hawezi kujigamba hivi kama isingekuwa katiba bovu. Kwa hiyo ushauri wangu ni kwamba serikali hii iliyoko madarakani ijiuzuru, ipite serikali ya mpito yenyewe itakayounda katiba mpya. Ndani ya katiba mpya zitatoka sheria za kuunda tume huru, napo hiyo serikali ya mpito iunde tume ya maridhiano yenye ulinzi wa kusameheana. Bila hivi tutaiangamiza nchi, kwa sababu Rais Samia Suluhu Hassan atatumia amri ya katiba kwanza kuangamiza watu watakao
andamano, nao watakuwa halaiki. Mauaji ya halaiki yatatokea tarehe 9 Disemba 2025. Tuepushe haya maandamano ya halaiki ya tarehe 9 Disemba 2025 ambayo rais ataamuru majeshi ya ulinzi na usalama kwenda kuangamiza, kwenda kuua, ambayo yatakuwa mauaji ya halaiki. Napo haitakubalika maandamano yatazidi kuendelea, ndipo jeshi litakapochukua madaraka. Maana tarehe 25 huenda itafanikiwa au haitafanikiwa, itaundwa tena maandamano ya tarehe nyingine. Sasa jeshi litaona raia wanazidi kuangamia, litachukua madaraka. Likichukua madaraka, ndo mambo ni yale yale. Serikali ya kiraia itakuwa ni ngumu kupatikana. Jeshi litatumia nguvu zake kwa muda kadhaa kuendeleza madaraka yao, na jeshi lina mahusiano na CCM. Mambo ni yale yale ya kunyanyasa na kukandamiza raia. Tuepuke hii taratibu hii hataleta dira njema hapo baadaye. Natoa hii ujumbe kwa hofu kuwa naweza nikatekwa. Maana hapa nimefuatwa zaidi ya mara 3 kutaka kutekwa, tukapishana na nimeripoti polisi mara 2. Naomba raia na wenye mamlaka, wenye mapenzi mema, mnilinde. Ushauri wangu huu una manufaa kwa taifa. Nimelazimika kutoa ushauri huu kwa lengo la kufanya taifa liwe na haki na liendeleza amani yake. Asante sana. Haki oye! Asante.